Dear friends, I'm leaving now, and the train is waiting by to take me with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. Dear friends, I'm leaving now, and the train is waiting by to take me with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, it's okay, in the train, it's okay with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, in the train, it's okay with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. I'm afraid of paradise, and I know the reason why. We shall never meet until we reach the land of God, the land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. Baba, katika jina la Yesu, tunaja mbele zako na kushukuru na hata kutukuza. Tazama Baba, hakika tunashukuru kusema ni asante. Baba, umetuongoza barabarani, tumefika salama salimini wetu. Baba, kwa ajili ya kuchukua ndugu wetu Peter tena kurudi pale nyumbani Mungu wetu. Tazama Baba, amekuwa kwa makazi mahali hapa Mungu wetu. Na Baba, tunaondoka mahali hapa Mungu wetu tukielekea kule nyumbani. Baba, tunaomba ukaweze kutuelekeza na kutuongoza na kutukuka na damu yako Mungu wangu.
Tazama Baba, jamii yote, rafiki wote Baba, mahali hapa Mungu wetu Baba, wapanguze machozi yao ndani ya leo zao Mungu wetu Baba, ukazidi kuwafunga mkanda, kuatia Mungu wetu Baba, tuanzapo safari hii Mungu wangu Baba, ninajua ni machungu, lakini Baba ukazidi kupanguza machozi na hata kutia nguvu wakati huu Mungu wetu Baba, tukiomba Baba yale ambayo yanaweza kuinuka kinyume na mapenzi yako Mungu wetu Baba, tunakuja kinyume na kukataa katika jina la Yesu Kristo katika kanisa. Na kabidhi wote mikononi mwako. Baba, wacha ulinzi katika wazee wote. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Ni kitu gani Baba nitakutolea, ndiwe Baba unisikie? Jambo gani Baba nitakutendea, ndiwe Baba unisikie? Maana wewe haupungukiwi, dunia yote ni mkononi mwako. Ni kitu gani nitakutolea, ewe Baba wangu unisikie? E Baba wangu unisikie, e Baba wangu unisikie. Siku zote mwana unikumbuke, na kwa maombi unikumbuke, pia roho yako uifungue, na kwa imani unisikie. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Napoitazama dunia hii, shida nyingi mimi sielewi, nguvu zako zote kama za nanga. Mungu wangu tusaidie. Napoitazama dunia hii, shida nyingi mimi sielewi, nguvu zako zote kama za nanga. Mungu wangu nisaidie, Mungu wangu nisaidie, Mungu wangu nisaidie. Kama ni upendo nimeazina, hata na uwezo na wapa bure, kuwa na imani siku zote. Ewe mwana wangu usinisahau. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Shida zangu zote nitakutolea, we mshindi wangu nisaidie, na vita zangu zote wanipigania. Ewe Baba wangu ninakuabudu, maana wewe ni mshindi wangu. Muovu shetani anaponipiga, vita zangu wanipigania. Ewe Baba wangu ninakuabudu, e Baba wangu nakuabudu, e Baba wangu nakuabudu. Kama ni uwezo ninaotele, hata nazo nguvu ninazo nyingi, mimi nasamehe dhambi zako. Mimi ndiye Mungu, hakuna mwingine. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Napoitazama dunia hii, shida nyingi mimi sielewi, nguvu zako zote kama za nanga. Mungu wangu tusaidie. Napoitazama dunia hii, shida nyingi mimi sielewi, nguvu zako zote kama za nanga. Mungu wangu nisaidie, Mungu wangu nisaidie, Mungu wangu nisaidie. Kama ni upendo nimeazina, hata na uwezo na wapa bure, kuwa na
na imani siku zote, ewe mwana wangu, usinisahau. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Shida zangu zote nitakutolea, we mshindi wangu nisaidie, na vita zangu zote wanipigania, ewe Baba wangu ninakuabudu. Maana wewe ni mshindi wangu, muovu shetani anaponipiga, vita zangu wanipigania, ewe Baba wangu ninakuabudu. E Baba wangu nakuabudu, e Baba wangu nakuabudu. Kama ni uwezo, ninao tele, hata nazo nguvu, ninazo nyingi, mimi nasamehe dhambi zako, mimi ndiye Mungu, hakuna mwingine. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Kimbilio langu ni Yesu Mwokozi, na furaha yangu ni Yesu Mwokozi. Nijapopita ndani ya shida, nijapopita ndani ya raha. Baba Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya maisha ya Peter Bwana, umemuongoza katika ulimwengu huu. Asante Bwana kwa sababu ya mwisho wa siku yake, na leo tunashuhudia kupokea mwili kutoka mochari kuandaa kwa ajili ya mazishi yake. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya kuwawezesha wote waliosafiri pamoja naye na hata kumleta katika mji huu. Tunakabidhi mipango zote mikononi mwako. Ibada ya leo na hata kesho Bwana utusaidie. Anza nasi, utuelekeze, malize nasi, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Nakushukuru Mungu Mwenyezi, tunasema ni asante kwa safari njema ambayo umetupa wapendwa wa Mungu kutoka mochari hadi kufikia hapa nyumbani. Asante Mungu, sasa tutapojiandaa kwa sababu ya ibada hapa nyumbani. Baba Mungu, tunakuomba uhusika pamoja nasi. Tuelekeze mawazo yetu, shike roho zetu na akili zetu. Tupe uvumilivu Mungu, tushidi kushika amri zako na upendo wako.
Baba, shika familia hii na kila mmoja ambaye atakuwa kwa ibada hii. Mwisho tukurudishie shukrani kwa Yesu Kristo Mungu. Nimeomba na kuamini. Amen. Sasa kwaya tukiimba kwaya kidogo. Wale wenye wamekaa kwa hiyo tent, tafadhalini kujeni huko. Hiyo ni arrangement ya kesho, na hapo ni pahali pa catering, wanajaribu kuweka vizuri. Kuna nafasi hapa, sote tukue na ibada moja upande huu. Lisho mabichi huniongoza kando ya maji matulivu, na kuirudisha nafsi yangu nguvu mpya. Huniongoza katika njia sawa kwa hisani yake. Nijapopita katika bonde la giza kuu, sitaogopa hatari yoyote, maana wewe, ewe Mwenyezi Mungu, pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanilinda. Umeniandalia karamu mbele za adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu umekijaza mpaka kufurika. Kweli wema wako na fadhili zako zitakuwa pamoja nami siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Mwenyezi Mungu milele na milele. Utukufu una Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, hata milele vivyo. Amin. Haleluya, utaishi ukitazama. Tazama, ishi sasa. Amenena mwenyewe. Haleluya, utaishi ukitazama. Tazama, ishi sasa. Kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe. Haleluya, utaishi ukitazama. Uzima wa daima. Haleluya, wake Yesu utauona. Ukimtazama tu. Haleluya, wokovu wake wa Bwana. Aya 25 kuanzia mstari wa 6 hadi 9. Isaya 25 kuanzia haya ya 6 hadi 9. Nitasoma. Juu ya mlima Sioni, Mwenyezi Mungu wa majeshi atawafanyia watu wote karamu ya vinono na divai nzuri, nyama tamu na mafuta, pamoja na divai safi. Katika mlima huu Mwenyezi Mungu ataliondoa wingu la huzuni lililowafunika watu wote, kifuniko cha uchungu juu ya mataifa yote. Bwana Mungu atakiangamiza kifo milele. Atayafuta machozi katika nyuso za watu wote, na kuondolea watu wake aibu duniani kote. Bwana Mwenyezi Mungu ametamka siku ile, watu wote watasema, huyu ndiye Mungu wetu, tumemngojea atuokoe. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu tuliyemtazamia. Njooni tufurahi na tushangilie kuwa ametuokoa. Na hilo ndilo neno.
nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana, wasilione. Siku hiyo wale wazuri na wavulana watazimia kwa kiu, na hao waapao kwa dhambi ya Samaria na kusema, kama aishivyo Mungu wako, Dani, na kama aishivyo njia ya Beersheba, hao nao wataanguka wasiinuke tena. Hili ni neno la Mungu. Amosi 8 nakumbusha ya kwamba hasira ya Mungu juu kwa wale ambao hamtambui au kwa wale ambao wanafinya maskini. Bwana Yesu asifiwe. Najua mara mingi katika dunia ya kisasa tunapitia mengi, licha ya maisha yetu ya hapa na pale ya kutafuta mambo ya masomo, mambo ya kielimu, mambo ya kilimo na mambo mengine. Lazima binadamu atumie nguvu, akuwe na fedha ya kujimudu kama familia. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali ya maisha, mabadiliko ya dunia hii tumepitia mengi. Hata juzi nilikuwa naongea na mchungaji, tukasema maafa imeongezeka sana, watu wanaenda. Na wakati mambo kama hiyo yanatokezea, si ni gharama, si ndio? Ni gharama kwa familia. Wakati mwenzetu ni mgonjwa ni gharama, wakati kupeleka watoto shuleni ni gharama. Kila jambo hapa duniani iko na gharama yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa tunaomba Mungu atupunguze hizi gharama sana. Watu wamefinyika. Najua watu hawapendi kusaidia mwenzake au jirani yake au ndugu yake wakati akiwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Najua labda Peter aliugua kidogo kwa muda mfupi au kwa muda mrefu, lakini utaiona mwanasiasa alikuja kumjulia hali, lakini kesho atakuja, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hatuwezi jali watu wetu wakiwa hai? Kwa sababu hiyo ndio injili. Yesu Kristo anatuhimiza sisi tupendane na tujuliane hali, tusaidiane na tutengeneze njia zetu mbele za Mwenyezi Mungu, kutubu dhambi zetu. Tuache mambo ya dunia hii ambayo imetupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Genesis 2:15 Mungu aliagiza mwanadamu amri kidogo tu. Can somebody read Genesis 2:15?
Wakati mwanadamu aliweka katika bustani Eden, alipewa tu amri mbili tu ya kutunza hiyo shamba na kulima. Lakini sisi binadamu tumekuwa watu wa kuharibu bustani Eden, especially sisi wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Nani amepata? Genesis 2 Mwanzo 2:15 inasema nini? Bwana Mungu akamchukua huyo mtu akamweka kwenye bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio jukumu Mungu alituachia katika dunia hii, katika bustani hii Edeni, kulima na kufanya nini? Na kutunza. Lakini kwa sababu ya ujuaji yetu binadamu saa nyingine tumeharibu mpaka tumefika kiwango ambayo tunasema tabia nchi. Hali ya anga imeharibika, tumeichafua mazingira, tumeichafua kanisa la Mungu, tumewacha kutii sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulima na kufanya nini? Na kutunza. Lakini mtu ambaye anaitwa mwanadamu lazima alime, achote kwanza ya juu kama mara mauze. Ikiwezekana aendelee kuchimba ndani, kama kuna gold atafuta auze, lakini mwishowe yote ni Najua niko naangalia mwaka huu tumebarikiwa sana. Watu wengi wamebarikiwa, wamelima, wapanda mahindi, na mahindi imefanya vizuri. Ni ukweli au uongo? Ni ukweli. Lakini kama mimi ambaye nakaa Busia nakula mahindi kila siku, ilikuwa na kijana mmoja ananiambia ati baba aliuza mahindi na hawa ndio walipalilia hata wajakula moja. Kwa sababu baba alienda tu shambani, time kama watoto wameenda shuleni, akaita lori, piga wholesale. Watoto wakitoka shuleni hata wajaichoma mahindi mo. Lakini kupalilia, nani anipalilia? Na baba kishauza mahindi na hizo nyingine atapita hiyo kona nyingine, apite huku, akirudi nyumbani ati pesa imeisha. Mama anauliza, hasa watu wa kulima wanaanza kukasirika. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu kwetu. Niposa katika kitabu ya Mwanzo natuambia tuwache kuumiza wale maskini, wale wanyonge, wana mtetezi wao ambaye mtetezi wao ni Mwenyezi Mungu. Bwana, kwa Roho Mtakatifu tuwe udongo yenye rutuba ambaye neno hilo litamea. Bariki mioyo zetu, ukaturudishe penye tumeenda kinyume na neno lako. Na zaidi yote Bwana, tukupende. Hata wakati huo wa majonzi unatukumbusha kwa neno lako, tusihuzunike sana kama wale wenye hawana matumaini. Ukatutie matumaini kwamba kifo sio mwisho wa maisha, lakini kuna maisha zaidi ya hapo. Ukatutulize, ukatutie Bwana tumaini katika neno lako, kwamba neno lako linasema hata Yesu alilia. Ni kawaida kulia, lakini katika hali hiyo tumaini letu liwe kwako. Bariki mtumishi wako, bariki na wote ambao wamepata sehemu yao. Kwa Yesu tumeomba. Bwana
Mungu wa rehema, ambaye hekima yako zapita fahamu zetu, angalie kwa neema familia ya Peter katika huzuni yao. Roho Mtakatifu aliyemfariji awasaidie ili wasishindwe na majosi yao. Wajalie amani ipitayo fahamu zote na nguvu za kuweza kukabili maisha ya siku zijazo, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Hapa ndio nyumbani. Basi ningependa tu kuongea kwa kifupi. Kitu ya kwanza, napenda kuwashukuru wale wote ambao mmekuja kuomboleza na sisi, kumsindikiza mwenda zake na kutushika mkono. Mwenda zake kwangu mimi alikuwa ni mtu ambao na bidii, mtu ambao alikuwa ni role model yangu, kwa sababu amenishika mkono mpaka jinsi ambavyo nilivyo mimi hivi ninaongea nikijivunia yeye. Alikuwa ni a very hard working man because he believed in his hard work. Yeye alikuwa ni mtu ambao si mkonogamu. Nikiongea hivyo, katika senti yake yoyote ile ameweza kutushika sisi kwa mambo na school fees, kwa mambo na colleges. Kwa hivyo alikuwa ni mtu ambao hawezi kuwa nayo naone, hata kama hujamuuliza utaona tu tayari yeye mwenyewe ashajipangia na ameshakusota. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, Maiko wangu ni mwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Yeah.
mwenye aliumba yeye, lakini siwezi kujua ni siku ngapi Mungu aliweka yeye kuishi dunia hii. Mimi sijui, lakini mimi nilipewa tu kulea hiyo mtoto. Nimelea hiyo mtoto, ndio huyo mnaona hapa mbele yetu. Mimi sina kizuizi yote, na achilia yeye mwenye alileta yeye dunia hii aende mahali wale wanaondoka hapa duniani ataweka pale. Na mimi niliwachwa na hiyo upendo wake ambao bado niliona nikifikiria upendo wake katikati yangu na yeye. So karibuni sana waombolezaji waliokuja, na mshukuru sana kwa maana kukua kwenu hapa ni furaha kwangu, na nazidi kuona uso wenu kwa kunifariji, kwa kunipa moyo ya kuvumilia kwa kila hali. Wewe huko alafu kumaliza saa moja tu yakarudisha, akaanza kuuliza watoto maswali, ati huyu nini nahitaji. Watoto akasema ni ndugu yetu, ati sasa ametuacha. Pita hakuna kitu ilikuwa naua isipokuwa kichwa tu, kuuma na kichwa tu kwa siku 3, na siku ya 4 akaaga. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi ya kusema. Sisi ni watu ambao tulipewa tu nafasi ya kuishi vile tunaishi, ajuae ni Mungu. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba tukubali ya kwamba kijana ameenda. Nataka kwanza kumshauri wale tuseme shemeji, baba ya kijana, dadangu, mama ya mtoto ama kijana, na wandugu zake ambao wako my nephews, na grandchildren, great grandchildren kama wako ya wakubali ya kwamba imetendeka, kwa sababu hiyo ndio njia yetu wote, na juae tu vile nimesema ni Mwenyezi Mungu ndio anajua siku ya kila mmoja hapa. Kama tuka hapa, kila mmoja ameandikiwa siku yake. Ikifika unaenda, isipofika utaenda. Hata nani, hata mtu aje na panga akukate, utaenda. Atakuumiza lakini utaenda. Ndio nasema ya kwamba nikimwambia mashemeji kubali. Na kabla sijaendelea sana, nilikuwa nikitaka kwanza wasimame wale washangazi, tuseme uncles wa kijana kama wako, lakini najua wengi wako njiani, lakini wale ambao wako tayari hapa mnaweza ni simama, wale waone tu. Naona yule dada yake, yule ni shangazi wake, na huyo ni mama, yani mama ambao ananipikia ama ananilinda. Kwa kanoila kusana pakina kwenye mama kuko bekis. Oni lukia ntulu kariji tetenesi ya tama ita kolongere. So mama na shonga gira mapkera iti ashonga tiroredis. Peter araiti koko na araiti courageous. Na yongara araiti cheerful. So lolona atona re mamgese edene la karani ni titinya ni somai nuka jokaka ni kedo la pakadon. So nese taking aren ina right ko ne eduki ne mama pan ko ro te rongo kiro e bala jaja kayo ngara imalai ke dumu mamai
kadunga sama mai ayongara ata konya bongori ngona ma taluche okwa iwangi kolema si aputoka pita epola jar akija utitunga ayongi titunga kuskere ayongit luka papa ayong te luka toto so ayonga aside kapa yung teripita si kiboy tene ni peka kinama nuka jokak nuka kiduke rekus kwenye msichana ama kijana meoa ikiwamo mimi ndio moja. Asanteni sana. Kwa majina naitwa John Matope, natokea sehemu za Mongura. Huyu kijana ambaye amelala is very unfaithful. Si mzuri sana, sijasikia mzuri kwa sababu nimemuona kama ako kwa sanduku. Yeye ndiye ameoa msichana yangu ambaye anaitwa Gertrude Amoit. Mimi ndiye baba wa msichana huyo. Mimi mwenyewe kwa kabila mimi ni Msedei, hapa Kenya tunaitwa Wasabot. Lakini nimeishi hapa Mongora for 45 years. So, ninawashukuru nyote kwa kuwa hapa kwa sababu ya hii ceremony. Mimi ningeomba baada ya hii ceremony nikaekwa na wazazi ya marehemu. Sababu hajawahi kuniona na sijawahi kuwaona. Nimeambiwa na mtoto Dorin ambaye anaitwa kwa jina lingine Irene na huyo Geoffrey. Ndio nimeishi na hao watoto sana kwa sababu walikuwa wanasoma karibu na mimi. Kila saa walikuwa kwangu. Ndio wakafanya nini nikajua mama yake wako pande ya Malaba. Kwa sababu hii msichana alipotea akiwa mdogo sana. Kwa majina naitwa Livina Apale. Nimesimama hapa kama shemeji. Sisi tumechukua Masi. Madam Masi sisi ndio tumemchukua kwetu na tumetembea. Niko na timu yangu hapa. Wacha wakaribishwe wajitambulishe. Karibuni. Kwa majina naitwa Catherine. Mimi ndio wifi mkubwa wa Masi. Nasema ni asante. Msifu Yesu Kristo. Majina naitwa Steven Oboke. Marehemu ni shemeji yangu. Bwana sifiwe. Amen. Naitwa Philip Araze Muria. Tumeoa kutoka kwa Iboma. Nimekuwa ni shemeji. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Amina. Kwa majina ni Julia Akisa. Masi ni in-law. Katama tajagaiti. Kwa majina naitwa Josephine Kala stroke Jaja Akichoni. Shemeji mkubwa kwa hawa wa mjomba. Kwa sababu ni mkubwa naanza kusema toto ilo wangu kwa upande ingine penye umetoka. Pole. Hiyo graduation ni ngumu. Wakati nilali nieleza nilikulia kwanza. Lakini Yesu nesebela emambote elanye jakaiti. Mungu anataka kujua utasimama upande gani kwa sababu wewe umeokoka. Sasa shikilia mama. Ilo shikilia. Familia pole. Ni juzi tu tena. Pole sana. Baba pole. Karibuni watu wangu watu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Kwa majina naitwa Rachel Deke. Nimetembea hapa kama co-wife wa Masi. Ningependa kusema Masi, jipe moyo. Yale amekupata kwa muda mfupi tena ni mazito. Jipe moyo. Na kwa mama mzazi pia nasema mama jikaze. Ni Mungu anapanga haya yote. Anapovuna hakuna malalamiko. Nasema poleni sana. Kwa majina nasema naitwa Rachel Odeke. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Ichan. Kwa majina ni Janet Amai Kapulok. Mimi niko wife wa Masi.
naomba sana mjipe moyo kwa yale ambayo nimewapata. Hiyo ndio njia ya kila mmoja. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Masi ni data in roho yangu. Kwa majina naita Kijiji Sirari. Bwana apewe sifa. Apewe sifa tena. Mimi kwa majina ni Willa Shepet Igidi. Masi ni aterani yangu, mama mdogo mwenye ako sahi. Na mnena poleni. Mshike roho. Hiyo njia yetu yote. Bora ni maombi. Meona sasa na mnenwa, sina maneno mengi. Poleni, tumekuja kuunga nyinyi mkono. Kwa ile machache, asante kwa nisikiza. Asante. Asante sana. Nasimama kwa niaba ya ndugu yangu Bwana Yamasi. Nimeleta risala zake za rambirambi. Tunasema pole sana kwa familia. Hakufanikiwa kufika hapa kwa sababu ya shughuli za kikazi, but pole zake zimefika. Mama, tunasema pole. Tunajua mzigo ni mzito, ni juzi tu tulikuwa hapa, lakini Mungu atakupatia nguvu. Omoet ndio huyu nasimama mbele yenu ambao nahuzunika sana kwa ajili ya kijana hii. He was a very tough guy. Alikuwa kijana wa maono mbali sana. Alimaliza shule yake high school Budalangi 1990. Kijana mchapakazi. Wapendwa, kukuja kwenu ni faida kwa Mungu, tena ni baraka kwetu. Kwa maana tumekusanyika hapa ili tujumuike pamoja, mtupe afueni katika maisha. Kwa hivyo nitampa kila mmoja aseme jina jinsi alivyo. Karibuni. Wakristo wote hasa kanisa ambayo iko mbele zetu, ambayo imeandaa hii kongamano ya siku ya leo kwa ajili ya kumsindikiza mwenda zake. Kwa hivyo mimi nitakuwa mfupi. Mwenda zake ambaye amelala, yeye ndiye alikuwa ananifuata nyuma kama kijana wetu watatu. Mimi kwa majina naitwa James Omonya. James Omonya. Basi ningependa kumshukuru Mungu kwamba ametengea kila mmoja wakati wake. Licha ni machungu kwamba ameenda, lakini ningependa kusema kwamba kila jambo utendeka kwa wema wa Mungu na makusudio yake. Kwa hivyo Mungu alipenda Peter hii iwe wakati wake. Itamiss Peter sana. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Omoit Isaac Adawa. Mimi ndo namfuata huyu jinsi ambavyo tuko. Number one, nataka niwashukuru all mourners for coming to mourn with us, to condole with us kwa huyu great man ambao anaitwa Peter. Jinsi ambavyo mmeelezewa, Peter is a great guy to all of us because aliparticipate much. Ni mtu ambaye alipasi mkono gamu. Ni ile hali hata uwezi kumuuliza pesa, unapata asha kupatia pesa. So he believed in his hard work. This man was really a great hard worker. So tumempoteza kwa sababu alikuwa bado na nguvu zake nzuri sana za kuzidi kufanya kazi. But all in all, Mungu amempenda zaidi. Kwa hivyo sitaki kuwa na mengi sana, bali nasema shukrani kwa kuja kwenu kuomboleza pamoja na sisi. Asanteni.
Pia ningependa kutambua mahali nafanya kazi, Education Department, County Government of Busia. Ningependa kumtambua mkubwa wangu Madam Jennifer Akisa, akuje hapa mbele kidogo tu awasalimu. Madam na wenzangu ambao wamenifuata kutoka mahali nafanya kazi, Madam Josephine, Madam Euphemia, karibuni. Kanisa andalizi, familia na waombolezaji wote, hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Jennifer Aksa, mimi ni sub county CD coordinator Teso Central, nafanya na Madam Mercy. Kanisa andalizi, wageni wote ambao wamekuja kuomboleza nasi, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Euphemia Wanjala, ninafanya kazi na Mercy, nikiwa ICDE sub county deputy coordinator na Mbale. Kwa Mercy ninasema pole pamoja na familia, na Mwenyezi Mungu awafariji nyinyi wote. Mimi niliishi na Peter, na kupitia kwa kuishi na yeye kule Malaba ndio Mungu akanitunukia a very responsible man wakati nilikuwa naishi na ndugu yangu Peter. Na hata wakati nilipatana na huyo bwanangu, ni Peter ndiye alijua wa kwanza kwa sababu nilimwambia. Peter huyu amelipa school fees yangu nikiwa St. Monica Chakol. Vile mnavyoelewa maisha lazima kuna changamoto. Kuna wakati ilikwama vile Mary amesema, lakini mwenye alitukwamua ni huyu Peter. Si ati alikuwa na kazi ya maana, lakini amekuwa hustler. Alikuwa anafanya clearing and forwarding Malaba, na pia amekuwa mkulima hodari. Mimi najivunia leo kwa sababu amekuwa rafiki yangu sana sana. Wajua kuna kitu ninaamini ya kwamba hii ni harusi na ni harusi ya mwisho. Kwa hivyo katika harusi, kwa sababu Mungu amefanya yake, hatuna sababu ya kuzuia ila kukubali ya kwamba ilishatokea, na sisi tuliosalia tunajifunza kitu kutoka hapo. Mimi ni mdogo wa hawa wote. Kwa majina ninaitwa Apostle Joseph Mkana Omoiti. Omoiti ni jina yetu ya boma ambao tulipata kwa huyu mzee ambaye ameketi hapa na mama ambaye amekaa hapa, au ndio wametuzaa. Kwa hivyo tunajivunia hao wazazi. Kuna kitu ambao ninajifunza ya kwamba mauti inachungulia madirishani. Mauti inabisha hodi. Mauti haiwezi kukuarifu kwamba nimefika. Lakini kuna kitu moja wapendwa, kama watoto wa Mungu, lazima tujiulize uhusiano wangu na Mungu uko aje? Maana maandiko inasema hivi katika Wagalatia 6:7. Sisi ambao tunaishi duniani, kuna wakati hatutakuwa duniani, lakini unapokuwa duniani unafanya nini? Maana kila mtu atavuna alichopanda. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kila mtu atavuna alichopanda, na hakuna mtu atasimama kutetea mwingine. Kama we ni mchawi, zidi kuwa mchawi sana, lakini ujue utavuna kupitia kwa uchawi. Kama wewe ni mlevi, zidi kulewa sana na ukose kusikia mambo ya watu, na utavuna kwa ulevi. Nawashukuru nyinyi wote kuja kuomboleza pamoja na sisi. Ni uchungu, sio rahisi. Kidonda ya nyuma bado na nyuma kwa roho yangu, lakini nashangaa tena lingine limetokea. Sina mengi ya kuongea.
Ninashukuru wale wote ambao wamekuja sehemu kutoka mbalimbali, watu kutoka Okiludu kule, Wakuruku wote. Na washukuru, nimeona nyuso zenyu hapa, wale ambao mmetutendea, watu majirani, wale wote kutoka Mogola, naona nyuso zenyu. Karibuni sana. Sina lolote la kuongea, ni uchungu. Mungu awabariki. Hamjamboni kanisa ambao wamekuja kuomboleza pamoja nasi. Bali tunasema ni asante sana, na majirani nasema asante. Sina mengi ya kuongea. Huyu shemeji wangu ambaye amelala alikuwa mtu wa maana sana kwa maisha yetu. Yeye ni mtu wa kuunganisha watu, mnakaa kwa amani na kwa furaha. Sina mengi sana ya kuongea juu ya hayo, nasema tu Mungu amweke mahali pema. Kwa jina naitwa Oli na mama. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nashukuru sana wote waliofika mahali hapa. Nasema asante. Tasema tu kitu moja kuhusu shemeji yangu. Mama amepoteza mtu wa maana sana. Shemeji alikuwa anakuja kwangu saa 12. Anasema huko iko hivi na hivi. Kile tu nasema mama amepoteza. Pita alikuwa anarauka, analetea huyu mama kile anataka. Mimi nimepoteza, lakini Mungu atatutia nguvu. Kwa ajili ya wakati ningesema tu kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa hivyo mimi ninawashukuru nyote kutoka tabaka mbalimbali, wale ambao mmeingia. Tunasema this is a team from Malaba, and this team has escorted our friend, our brother Patrick, and it is indeed a sad moment. I would request us to observe a moment of silence as we respect the fallen hero. Thank you very much. I bless the Lord today for this team that has moved with me from Uganda. Our apologies to you because we've come a bit when the program has stretched, but please forgive us for that. We want to tell our friend Patrick Adawa, the good Lord is faithful and is going to do you well. And we want to bless the Lord for the entire family. And all that we can tell you is the God who brought him to us is the very God who has taken him. And please, we want to say, let's remain together irrespective of the hardship. God is always faithful. Let's always call unto him. With us, we have a teacher who is Mr. Karani, where Adawa was during his high school. The rest are friends, fellow comrades, OBs. Mkubwa wa hawa, alafu kuna msichana pale. Chenye naweza kusema, Dad was a great man. Yeah, he was social to people. He was courageous. So actually, our hearts are too heavy and our tears are full. Our eyes are full of tears. So I just, hopefully God, our Lord, may be with us and comfort us.
juu milele. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, twaja mbele zako kwa unyenyekevu Mungu wetu. Baba, tukishukuru na hata kuinua jina lako. Tazama Baba, tuko mahali hapa kwa ajili ya ndugu wetu Peter kumzindikisha siku hii ya leo. Na Baba, tunakabidhi wote wanaosafiri tukishukuru kwa kufika kwao salama salimini Mungu wetu. Na hata ibada yetu na vipindi ambavyo viko mbele, Baba, tuvikabidhi mikononi mwako. Baba, tuanze pamoja na wewe. Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Nikikaribia kufa, siji neno lolote, wewe kifo umeshinda, sina nguvu zote, tukaimba sifa zako Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru sana kwa sababu ya siku hii ambayo Bwana Mungu umetuleta katika mji huu, katika ibada hii ya mwenda zake ndugu wetu Peter ambao Bwana umemtoa katikati yetu. Baba, tunaalika sasa uwepo wako na Roho wako Mtakatifu kaendelea Baba kutuongoza katika ibada hii na mambo mengine ambayo Baba yamesalia. Bwana, ukatupe nafasi hiyo ambao Bwana najua kwamba Mungu ni wengi ambao Bwana wamemjua. Baba, tumekuja ili Baba tusimame pamoja na jamii na familia. Sasa Bwana, kanisa linachukua ushukani sasa kwa ajili ibada yake takatifu. Na Baba, tunaalika Roho wako Mtakatifu Bwana kashuka akatuongoze katika ibada hii. Tunapoenda Baba kuanza, tuanze na wewe na tumalize pamoja nawe. Kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Katika Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 16 kuanzia mstari wa 25. Nitaisoma, ni ndefu kidogo lakini mtaivumilia mnisikize. 25 ikasema, nimewaambia mambo haya kwa mafumbo. Saa yaja ambapo sitazungumza nanyi tena kwa mafumbo, bali nitawaeleza waziwazi kuhusu Baba. Siku hiyo mtaomba kwa jina langu, wala sitawaambia kwamba nitamuomba Baba kwa ajili yenu. Kwa maana Baba mwenyewe amependa, kwa sababu mmenipenda mimi na mmeamini kwamba nimetoka kwa Mungu. Nilitoka kwa Baba na kuja ulimwenguni. Sasa naondoka ulimwenguni na kurudi kwa Baba. Ndipo wanafunzi wake wakasema, sasa anazungumza waziwazi, wala si kwa mafumbo.
Sasa tumejua kwamba wewe unajua mambo yote, wala hakuna haja ya mtu kukuuliza maswali. Kwa jambo hili tunaamini kwamba nilitoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, je, sasa mnaamini? Saa inakuja, naam, imekwisha kuwadia, mtakapowakusanyika kila mmoja kwenda nyumbani kwake na kuniacha peke yangu. Lakini mimi siko peke yangu, kwa sababu Baba yu pamoja nami. Tangu niokoke, Yesu amekuwa mwaminifu. Amenilinda katika kuwa mwanafunzi, amenilinda katika kuwa kijana, amenilinda katika huduma. Sasa mimi naye niko kwa ghorofa ya 5, ninachagua marumsi huko. Haleluya. Nimechagua ya kwanza, nimemaliza huko, nimeenda room ya 2, nimekaa room ya 3, nimekaa room ya 4, sasa nang'ang'ana room ya 6. Unaonaje? Sio maisha ni sawa? Kwa ghorofa ya ngapi? Ya 5. Nimesema ghorofa ya 5. Nimesema ghorofa ya 5, room number 6. So huyu Mungu ambaye nataka sasa niongee habari yake, na huyu Yesu ambaye nataka niongee habari yake, nataka niongee juu ya amani. Ambie jirani yako amani. Amani. Amani, kama vile watu wengi wanaweza kuongea habari ya amani, wanajua kwamba kuna watu wanafikiria amani ni mahali ambapo hakuna vita. Yaani kama watu wapigani, watu wana-assume kwamba kuna nini? Kuna amani. Hata hapa vile tumeketi hivi, tunaweza tunaona kwamba hakuna vita, kila mtu amekaa. Lakini huenda ikawa moyo wako hauna amani. Unaweza kosa amani na jirani yako, unaweza kosa amani kwa sababu ya mambo ambayo yanaongelewa, unaweza kosa amani kwa sababu ya mazingara. Zamani tulifikiria kwamba kama hakuna vita, tunasema kuna amani. Amen? Lakini saa hizi tunasema hata katika mental health issues, hata amani pengine hakuna. Ndiposa unaweza pata watu 2, 3 wakitembea barabarani. Nani amewahi ona mtu akitembea na anaongea peke yake? Anafanya hivi. Si wewe mtu anaongea? Lakini mkimwona anatembea peke yake, lakini moyoni hakuna nini? Amani. Hata sisi wengine pia tuko na wale watu tunaishi nao ambao ni wake zetu. Bwana asifiwe. Amen. Unajua juzi nilikuwa naangalia kitu kingine kwa mtandao nikacheka sana. Nikacheka manake ilinifurahisha. Huyu jamaa alikuwa anaongea kama mwendazimu. Akaambia, ninyi watu wa kutengeneza vitanda na mattress, wacha kutengeneza vitanda kubwa kubwa, inatufanya tunalala kwa baridi. Tengeneza kitanda kidogo kidogo na mattress kidogo kidogo, ndio tulale kwa pamoja. Unaona vile huyu jamaa alikuwa anaongea? Kwa sababu ya kitanda kubwa, huyu dada analala huko kando, huyu ndugu analala huko kando, alafu nakuta kila mtu ako kwa TikTok na mwingine ako kwa WhatsApp. Alafu usingizi na kupata tu hapo katikati ukiendanga. Lakini hapo kuna mahali ambayo inatakiwa ukae karibu na mtu akupatie kwa joto, ndio kwa usingizi kakuja haraka. Lakini kitanda ni kubwa. Haleluya. Kama ningelikuwa na uwezo ningetia sheria kwa Kenya niseme, wazazi, unajua ile kitanda yetu ya zamani banko ilikuwa mzuri. Wangapi walilala yako banko? Ni mimi. Basi. Hiyo banko ilikuwa mzuri. Yaani ni katatu tu, mkilala unakuta paka mwingine amelala juu mwingine. Ninyi watu wa digital wajuzi hamjui maneno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kalikuwa kanatupatia kwa amani, hata kama ulikuwa umekasirika na yeye, akikulalia kwa amani inafanya namna gani? Amani itapatikana ikiwa utaingia ndani ya Kristo na Kristo akae ndani yako, na tunaona ushindi. Wacha Mungu amani awabariki unapotafuta amani ya kweli ndani ya Yesu Kristo. Mungu amani awabariki. Amen. Chagueni leo mtamtumikia nani?
Chagueni leo mtamtumikia. Pia mwenzako imba na uchague. Tumesikia neno chagua. Ewe chagua leo utamtumikia nani? Ndugu chagua leo utamtumikia nani? Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia. Chagua. Chagua. Lafambia mwenzako simama tu kidogo ukiimba. Jipigie makofi, umechagua kutumikia Yesu. Lakini sio Yesu wa miguu, si ndio? Sio Yesu wa kukaa town, si ndio? Na sio Yesu wa ulevi. Bwana Yesu asifiwe. Na tuombe. Tukushukuru Mungu wetu kwa sababu ya mtumishi wako, ukamtumia kwa namna hiyo speciali kwa ajili ya mioyo yetu. Asante kwa neno lako ambalo limetukumbusha jinsi tulivyo na upendo wa Baba alivyotuma mwanae afe kwa ajili yetu. Na neno hili limetuhimiza na kutukumbusha kwamba ni lazima tufanye uchaguzi. Tuchague kutumikia Bwana. Lakini pia kuna wale wanaona dunia inatosha, baadaye wanaishia kujutia. Tuomba Roho Mtakatifu apate kuwashauri, apate kuwaongoza. Na Bwana wakumbuke kwamba Mungu aliyewaumba aliwapa mamlaka ya kumwabudu na kumtumikia kifamilia hata kwa maisha yao. Asante Bwana kwa sababu utatenda. Ni kwa Yesu tumeomba. Mwenyezi Mungu Baba wetu, tunakushukuru kwa vipawa hivi ambavyo watu wako wamekutolea kama sadaka zao za shukurani na pia sehemu yao ya kutafuta baraka kutoka kwako. Kumbata ya kila hitaji na kila tamanio la mtu aliyekutolea kwa kulitukuza jina lako. Na hivi ambavyo vimeletwa katika madhabahu, vibariki na vitakaze, na watu wako wafanikishe katika biashara, katika mashamba yao, kwa watoto wao na kwa kazi zao zote, kwa Kristo Bwana wetu. Amen.
Asanti, naomba tuketi. Na wasalimu nyote. Mimi kwa majina naitwa Patrick Adawa Epale, mtoto wa tatu na wa mwisho wa marehemu Peter, kwa mama mkubwa, mke wake wa kwanza, Mama Amoit, a very beautiful woman. She's right over there. Nadhani asanteni. Mengi yameshanenwa kuhusu baba na singependa kudilute ama kuongeza chochote. Wakubwa wangu wazazi washazungumza kumuhusu. Alikuwa ni mtu mzuri sana, mtu mwema, a very good giver, a good heart, a teacher, a trainer. Ingawaja hatukupata muda wa kukua naye kwa sababu ya shughuli za kazi. Alipoondoka kwenda Mombasa, tulibaki kwa mkono wa mama, ndiposa tukafika mahali tupo. Asanteni sana. Mimi nilizaliwa kama mdogo, huyu alikuwa babangu. Sasa mimi kwa mama mdogo, mimi ni kijana mkubwa, lakini kwa hii side mimi ni number 3 kwa hii side. Sasa mimi mama alitangulia, sasa nilikuwa nibakisha baba kwa dunia, baba pia ndio amefuata. Lakini uzuri bado niko na familia, nitaishi tu na hawa. Asanteni, sina mengi, yangu ni hiyo. Karibu. Majina yangu ni Mike Peter Epale. Thank you. As I said, my name is Atiang Ivy, the nickname Doreen. Nashukuru kwa hiyo yote imetendeka. Ikukuwa kupenda lake na yeye tuachie Mungu. And I know everything has a reason. Baba huyo alikuwa amenipenda sana. Pale yeye amekaa naita tu Doreen. Muite mi Doreen, mtoto wangu Doreen. Alikuwa amenipenda sana. Hata mimi nilikuwa nimempenda hata kushinda hata mamangu. I'm sorry to say, but my father loved me so much. But I also love my mother. She's the one who grew up me. Like us, 3 of us, grew up in Uganda. We grew up with our grandmother, as our father left our mother and went to Mombasa. Very many years, but we grew up the hands of the side of the mother. And I'm married in Uganda. I have 3 children. As I'm young like this, I also got a man. You shouldn't get surprised with that man. He's not my age, but I know it is the plan of God. He's also there. He can also stand and wave to people. Let me give my husband also to talk something. Onganera na ateso. Balong aki ala mosi ipadu nyantin ikamuraka ikanachana ipo patinange osikere la butune anyama kanange muzangi abundene na kiyare itna abudu shona gete apakingeni bode kopone kalo ratibati mbaya arukusho kabuna ni chuka jokunu be kalakara bono shalona kongeni ne ya utichan konye kapena talimoni pe ebe kongeni de arukusha jasi kahuriaka nambala ngebe mamanya kenisio usija utuna mapika sio akudolo apakene keshal mtoto Mary, Mama Eugene, utatusamea kwa machache hayo. Utasema pole padri. Kwa majina nikiitwa Leonard Okome. Upande wa familia na kanisa, wageni wote ambao mmefika, tunasema pole kwa kuchelewa. Tumefika kwa kuchelewa kwa sababu ambazo haziwezi epukika.
yale imesemwa mengi, sitarudia. Jambo likusema tu kwamba upande wa familia jambo limeshatendeka. Tunasema kwamba Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na waonekanie kila mara, kwa sababu yeye ndiye mfariji wa kila jambo. Nikiwa hapa, mimi ndio kijana wa pili. My brother himself hajafika, vile umejua kwamba hali ya usafiri imekuwa tete, lakini atafika. Kwa hivyo tunapofika, I'm the brother himself. Niko hapa kumwakilisha, na bila shaka hakuna jambo ambalo limeweza kupotea. Kwa sababu ya wakati sitaki kila mtu asungumuze. Bila tuko hapa, tumetoka sehemu ya Bugenyi, tuko na mama kutoka Bugenyi. Huyu bila kumsahau, huyu ndio my mom ambaye ni mother in law wa Mary, na ameweza kufika na sisi. Kwa hivyo hata ongea, tunamshukuru tu, asante. Pale ni ndugu yangu ambaye ni second last born katika nyumba yetu hii. Tunasema kwamba amefika, Mungu azidi kumbariki. Hapa niko na my wife ambaye katika hali ya shule anaitwa Madam Euphemia, lakini akifika katika nyumbani kwangu ni Mrs. Okwiri. Asante sana madam kwa kufika. Hapa bila kumsahau ni my sister-in-law. Yeye ndiye alitufungulia mlango, tukaona vile anafanya kazi, and actually before the church she is a very humble woman, na ametuelekeza katika kila jambo. Mama, tunasema asante na Mungu azidi kuonekania. Pole sana. Basi kwa jina naitwa Joel Machar, nikiwa chief Amagoro location. Kule mimi nasimamia Reverend. Pia nimefuata hapa dadangu Masi ambaye pia ni mkaaji wangu kule, na zaidi ya yote pia mimi ni cousin ya mwenda zake. Kwa hivyo nimekuja hapa pia kama familia, manake Peter tuliaishi na yeye kabla hajaondoka kwenda Mombasa, alikuwa saa zingine anaishi kwetu. Kwa hivyo ni mtu tulikuwa na yeye sana. Kwa majina naitwa Dr. Baraza. Mimi ni mkurugenzi wa elimu. Nimekuja hapa kuungana na jamii hii kutoa rambirambi zangu kwa familia ili Mungu aweze kuwafajiri, na hii ni kawaida na njia kila mtu. Sisi zote tutapitia kwa hii njia, na leo ni Peter, kesho atakuwa wewe au mimi. La pili, nimekuja hapa sababu pia tuko na msichana katika hii boma anafanya na sisi kazi, anaitwa Masi. Sijui kama yuko, tunafanya na yeye kazi. Kwa hivyo ndio amefanya tukafika pia hapa kuomboleza na nyinyi. Heri
tunaomba kwamba Bwana, tunapobeba mwili wa mwenda zake sasa kupeleka kaburini, enenda pamoja nasi, na wote watakao safiri kurudi mbali walikotoka wapeleke salama, na wale wote waliohusika katika mipango mbalimbali, na wao pia Bwana uwabariki, na sisi ambao tumehusika pia utubariki. Sasa tuombee familia hii Bwana, wafariji, wape nguvu, wape tumaini, na watende mema siku zote, kwa Yesu Kristo aliye Bwana. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows low, whatever my road has taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my Though Satan should buffet, though trials should come, let this assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my Bwana uturehemu. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri watu ambao wanakufa tangu sasa wakiwa wameungana pamoja na Kristo. Heri ambao wanakufa sasa wakiwa wameungana pamoja na Kristo. Naye Roho asema watapata kupumzika kutoka katika taabu zao, maana matunda ya jasho yao yatawafuata. Hivyo basi tukimwamini Mungu atupae neema bila kiasi na thawabu ya utakatifu kupitia kwa yeye Yesu Kristo, tukabidhi roho ya huyu ndugu wetu Peter aliyetuacha mikononi mwake, nasi tuwarudisha mwili wake ardhini, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, na mavumbi kwa mavumbi. Kwa wale wote waliokombolewa na Mungu,
Tumaini letu ni ufufuo wa milele kupitia kwa Yesu Kristo Bwana wetu, atakayegeuza mwili wetu sio dumu, ili kaweze kufufuliwa pamoja kama mwili wake mtakatifu, kulingana na uweza wake mkuu aliotumia kwa Kristo alipomfufua kutoka katika wafu na akamketisha katika mkono wake wa kuume juu mbinguni, juu ya amri zote na mamlaka na uweza na milki milele na milele. Amen. Dear friends, I'm leaving now, and the train is waiting by to take me with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. Dear friends, I'm leaving now, and the train is waiting by to take me with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, in the train, it's okay with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, in the train, it's okay.